hapa. Mwenyeji wangu namba 1 ni huyu hapa, anaitwa Daniel. Ana ushuhuda leo Daniel. Tutazungumza na mama yake ili tuweze kujua ni nini ambacho Yesu ametenda kwenye maisha yao. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina, mtumishi wa Mungu. Kwa majina naitwa Jacqueline Agustino. Ndio. Ni mzaliwa wa Mwanza. Niko Dar es Salaam hapa kwa kutafuta maisha. Kwa muda mrefu. Muda mrefu toka 2011. Miaka mingi, takriban miaka kama 10 Ndio. Ndio. Tumelazimika kufika mtaa kwa mtaa baada ya kusikia ushuhuda wako. Ndio. Nasema tufike ili dunia iweze kujua ya kwamba Mungu anafanya mambo makubwa. Sasa kwa faida ya yule ambaye anatutazama na kutusikiliza kwa mara ya kwanza, tungependa kujua hali ilikuwaje, ni nini ambacho Yesu alikutendea. Tuanze mwanzo kabisa. Amina. Kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa kuanimsa. Ndio. Kwa kunipa neema hii ya ajabu siku hii ya leo. Ninayo furaha sana. Kwa maana yani Mungu wa pwani amekuwa akinishangaza kila itwapo leo. Ndio. Haswa kwa mwaka jana mwezi wa 6 alinishangaza zaidi. Mimi ni mama wa watoto 5 sasa. Ndio. Lakini mwanangu ambaye huyu Daniel amefatiwa naye sasa hivi ana miaka 15. Yuko form 3. Lakini pia ambacho kimetufikisha mahali hapa leo hii, nataka dunia ijue, watu wote wajue, ni kwamba nilibeba ujauzito wa mtoto huyu baada ya kuhangaika kwa muda mrefu miaka yote hiyo nikitafuta mtoto miaka 15. Lakini sikuweza kufanikiwa. Nilikunywa dawa sikufanikiwa, lakini nilipofika ngome ya Yesu nikasimama na kuandika maombi. Nakumbuka baba kuhani siku moja alitufundisha akasema, unatakiwa umwambie Mungu unachohitaji leo kwa kumaanisha, na uandike mahali kwamba ninahitaji kitu fulani leo, Mungu atende. Unavyoenda kushika huu msalaba, basi Mungu akakutendea. Ilikuwa ni ibada ya kugusa msalaba. Ilikuwa ni ibada ya kugusa msalaba. Nikurudishe nyuma kidogo, umesema kwamba ulitumia madawa. Ni madawa ya namna gani ambayo ulikuwa unatumia, ya hospitali au ya kienyeji? Nilitumia, kwanza kabisa nilitumia madawa ya hospitali. Ikashindikana, ukaonekana hakuna tatizo lolote. Wakapima vipimo vyote mpaka kwenye mrija ya uzazi, kaonekana hamna tatizo. Baadaye nikaja wakanipa dawa za uvimbe, wakasema nina uvimbe kwenye kizazi, natakiwa nitolewe kizazi. Utolewe? Kizazi. Kwa sitoweza kupata mtoto. Ndipo nikapata habari kwamba kuna ngome ya Yesu. Hapo ilikuwa mwaka juzi. Ndio ikabidi nichukue hatua nimfuate dada yangu anakaa Mbagala. Yeye alikuwa kila leo anasisitiza, twende ngome ya Yesu, twende ngome ya Yesu, kuna uponyaji wa bure. Na yeye alikuwa hajawahi kwenda au yeye alikuwa anaenda? Alikuwa anaenda na alipona. Alikuwa anasumbuliwa na pingili za mgongo. Alipona, zilikuwa zimeachana kwa ziliunga. Akanishuhudia, nilipomfuata kule akanishuhudia zaidi, na mimi nikajikuta nimevutiwa, basi nikajiandaa nikaondoka. Siku hiyo tukaenda, ilikuwa ni siku ya kugusa msalaba. Karudi siku ya pili tena nikaenda, ikawa ni siku ya kukanyaga mafuta. Basi nilizidi kumuona Mungu. Wakati huo ukiwa bado na uvimbe? Nikiwa bado na uvimbe na nikiwa bado natumia dawa zile. Lakini walikwambia kwamba suluhisho ni kutoa kizazi. Ni kutoa kizazi. Na wewe ukasema hapana, kabla sijatoa kizazi kwanza nitumie dawa, lakini pia nimtafute Mungu. Ndio. Sasa dadangu aliponiambia kuna uponyaji wa bure, mimi huwa namwamini sana Mungu. Huwa sijawahi kupingana na kitu chochote kinachoitwa Mungu. Au kazi ya Mungu. Basi nikachukua hatua. Nilipofika ngomeni, kwa kweli nilianza kuona mabadiliko. Nilianza kuona tumbo lilikuwa linaniuma sana upande mmoja, lakini ghafla yale maumivu yalipotea. Kadri siku zinavyoenda, nikienda kule kuchukua dawa hospitali, wakipiga ultrasound wananiambia uvimbe umepungua. Mwisho wa siku kaonekana sina uvimbe tena. Nikawa nimepona. Kwa hiyo ndio nikazidi kuhudhuria kwenye ibada,
kutumia vifaa vya kiroho, lakini mwisho wa siku ndo nikaja nikapata ujauzito wa mtumishi wa Mungu Daniel. Pata ule ujauzito, changamoto ikaanzia pale, nikawa siwezi kula, siwezi kunywa chochote, ni kuumwa tu. Kila baada ya siku 2 ya 3 nawekewa drip. Kipindi hicho tulikuwa tunakaa Pugu, maeneo ya Pugu kule Mnadani. Ikabidi tuhame kule sababu nilikuwa nikilala naona watu wananifuata. Basi tukahama kule tukaja hapa. Tulipofika hapa ndio changamoto ikawa kubwa zaidi. Ikawa nikilala muda mwingine, kuna mti huu hapo unaona kama kuna yale zile taa, urembo ule ambao unapomboka kwenye kipindi cha Christmas ule unaowaka. Nikilala hapo chumbani naona zile taa zinawaka hapo kwenye mti wa mlonge huu. Ile hali ikanitesa sana, huku nakabwa, huku mapaka yanakuja live kabisa. Yanapanda kwenye dirisha na kuwa nakwaruza. Basi nikaagiza vifaa vya kiroho nikaletewa, nikaa na mwaga, ile hali ikapotea. Baada ya hapo mimba ikafika miezi 4. Nikawa naendelea vizuri kabisa baada ya kutumia vifaa vya kiroho. Lakini ghafla asubuhi nilikuwa nimelala, nilifika saa 2. Sasa ile nataka ninyanyuke kitandani, nitoke nje angalau nikaswaki afu ninywe hata uji. Ghafla tu nikasikia maji yanamwagika pale kitandani. Sikia maji yanamwagika, kwanza sikushtuka sababu ni kitu ambacho watoto wote mimi sijawahi kutwa na hiyo hali. Nikabidi nitulie kwanza. Sijakaa sana nasikia tena maji. Mbona ni mengi? Nikapeleka tu mkono hivi kushika pale nilipolala. Nikakuta pameloa. Nikashtuka bila maumivu yoyote wala chochote. Niliposhtuka pale ikabidi ninyanyuke, niteremke chini kitandani. Miezi 4. Nikateremka kwenye kitanda pale. Kuteremka ndo yanamwagika kama vile umwage maji kwenye ndoo. Yani sio mfano wa bomba. Bomba ni madogo, umwage maji kwenye ndoo. Lakini nikashangaa, mbona sisikii maumivu yoyote, hamna kinachouma chochote? Nini shida? Pale nilichokumbuka kuna dada yangu yuko Mwanza, ni mchungaji. Nikampigia simu nikamwambia. Akaniambia nakuombea mdogo wangu, lakini moja kwa moja ondoka nenda hospitali. Ikabidi nimpigie baba yake huyu simu, akaniambia fanya haraka ondoka hospitali. Tukawahi hospitali, tukaenda hospitali pale Tazarada Group. Tumefika pale nikaomba kuonana na dokta specialist wa wamama. Moja kwa moja wakanichukua wakanipeleka leba kule. Nifikisha leba nikamwambia mbona mmenileta huku? Wakaniambia wakati wewe unamsubiria dokta hapa unakuta unasubiria kujifungua sababu tayari kama maji yamemwagika mengi hivi haiwezekani tena mtoto akawa salama. Nikamwambia mimi mwanangu atakuwa yuko salama. Basi wakanipeleka kule, nikaona nisibishane nao, wakaniingiza leba. Daktari akaja. Alipokuja daktari wa kwanza nikamkataa, nikamwambia mimi namtaka Dr. Mjunio ambaye ni specialist wa mama, kwa sababu hata kipindi kile na shida ya uvimbe yeye ndo nilikuwa namuona kila wiki. Basi nimekataa pale, wakasema atachelewa kidogo, ana mgonjwa fieta. Nikamwambia sawa, lakini namhitaji yeye. Kwa bahati nzuri baada ya kama lisaa akawa amefika hapo, ilikuwa ishafika kwenye saa 6 mchana. Alipofika akaja akaniandikia vipimo, akaniuliza shida ilianza lini. Nikamwambia ni ghafla tu leo asubuhi. Wakati huo hauna maumivu? Sina maumivu yoyote. Niko mzima kabisa, ila shida ni ile kwamba nikinyanyuka tu nikae hivi ndo yanatoka zaidi. Basi akaniambia we lala hivyo hivyo, lala ubavu tuangalie. Basi akaja akapima mtoto, wakati huo vipimo vile vinaendelea vingine damu. Akapima kutumia kile kifaa kingine cha kawaida. Akasikia mapigo ya moyo ya mtoto yako sawa. Mtoto ila tu hachezi kivile. Basi akaniambia mtoto ni mzima, lakini kwa mimba ya umri kama huu sio rahisi kusema ita survive, lakini ngoja tusubirie kipimo cha ultrasound. Basi wakaleta mashine ile pale, kwa sababu pale tena siruhusi kuteremka kutembea. Wakaileta ile mashine pale ya ultrasound, nikaja nikapigwa ile ultrasound,
ikaonyesha mtoto bado ni mzima, mapigo yake ya moyo ndio alikuwa ameshuka, na ikaonyesha maji yamekauka kabisa, hakuna maji tena. Basi nikamwambia mimi ninachotaka huyu mtoto awe salama dokta. Akasema hiyo sasa ni kazi ya Mungu. Na kwa vipimo alisema kwamba chupa imepasuka au chupa ilipasuka, yani ilikuwa pasuka. Yani walipopiga ile ultrasound ndio ikatoa majibu kwamba chupa ndio iliyopasuka, ambao ndio ile chupa inayotakiwa ipasuke ule muda ambao ni wa kujifungua. Yani ikishapasuka ile hazipiti hata dakika 5 mtoto hajatoka. Sasa ile imeshapasuka, ina maana tena pale hamna namna. Basi kupiga ile ultrasound wakaona mfuko ulikuwa huko wazi tayari, lakini mtoto bado yuko salama. Mimi nilichomwambia tu dokta, mtoto si yuko salama, si mapigo ya moyo hapo yanafanya kazi hata kama yameshuka. Na muamini Mungu wa kuhani Musa Richard Mwacha, najua hawezi kuruhusu, kwa sababu yeye ndiye aliyenitendea mpaka nikapata huu ujauzito, na imeandikwa alimjua toka alipomweka tumboni kwangu. Sasa kama anamjua, dokta fanya kitu. Akacheka akasema, sawa mama, imani yako ikuponye, lakini sisi hapa tutakachokusaidia ni wewe ukubali tukupeleke sieta, basi tukasafishe, tutoe hichi kiumbe akiweze kusurvive mpaka kesho. Nikamwambia dokta, kwa gharama yoyote naomba unisaidie, najua hata wewe ni mwanadamu unamtegemea Mungu. Nilikuwa nimevaa karcha kama hiyo imeandikwa ngome ya Yesu. Akaiona, akaniuliza hiki ni nini umevaa? Nikamwambia nimevaa kifaa